Habari yako mtazamaji wa B2B, karibu leo hii tena katika mwendelezo wa kipindi chetu cha Nyaraka, kipindi ambacho kitakujuza mengi ambayo viongozi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali wataelezea jinsi ilivyokuwa hapo mwanzo, maisha yao ya binafsi halisi, lakini pia mpaka kufikia katika uongozi husika. Mtangazaji wako leo hii ni mimi Mariam Khair. Utaungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo hii nimekutana na kiongozi kutoka jimbo fulani, atajielezea na utamsikia, lakini kabla ya hapo tupate tangazo kidogo. Naam, mtazamaji, kama nilivyokuambia hapo awali, kipindi hiki cha Nyaraka, lengo lake lakini pia na madhumuni yake, leo hii ni kukaribisha tena kwa mara nyingine, ikiwa mimi mtangazaji wako ni Mariam Khair. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Asante, jitambulishe jina lako ili watazamaji wapate kukujua. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Usi Salum Pondeza. Nimezaliwa katika hospitali ya Mnazi Mmoja, lakini mamangu alikuwa yuko Mwembe Makumbi. Mwembe Makumbi ndo ilipo jimbo la Chumbuni, na nimesoma pale primary la kwanza mpaka la 4. Nikatoka pale nikaenda Jang'ombe nikasoma la 4, la 5, la 6, la 7 nikarudi Mwembe Makumbi na la 8, alafu sekondari nikaenda Vikokotoni. Maana zamani unajua ng'ambo kote ilikuwa hakuna sekondari. Sekondari ilikuwa ziko Hurumzi, Bembela, Salasi na Vikokotoni. Basi kwa hivyo mimi nilibahatika kusoma Vikokotoni. Hiyo ndio historia yangu kwa kifupi. Na historia yangu katika maisha, mimi ni baada ya kumaliza shule sikuendelea tena na masomo ya ngazi nyingine. Baada ya kumaliza form 3, hapo nikajikita moja kwa moja katika ujasiriamali, yani utafutaji wa maisha. Na nilipojikita kwenye ujasiriamali, ujasiriamali wangu wa mwanzo, mimi niliwahi kuwa nauza karanga. Ya mwanzo nilikuwa nanunua karanga, halafu nazifunga kwenye vifuko vile. Wakati huo ilikuwa zamani nilikuwa nauza sana kwenye kipindi kama hichi ambacho kinakuwa tunaelekea kwenye sikukuu, na nilikuwa naenda kuuza Kariakoo. Na Kariakoo wakati huo nikienda, nilikuwa naenda na stuli na kibatari. Naeka na ile kibatari ndo taa, lakini nilikuwa napanga ndo kama meza, yani let's say. Na Mwenyezi Mungu akajalia nikaenda na hilo, nikamaliza, nikaona ile unachelewa. Zilivyoanza tu kuja habari ya kwa watu wanauza chipsi. Na mimi nikawahi kidogo. Chips mbatata ama chips hizi mbatata za viazi. Sio chips za muhogo za kule Uroja, hapana. Chips mbatata. Kwa hivyo zilivyoanza nikafanya kidogo, lakini pia nikaona nachelewa. Ndio. Kwa sababu unajua zile kazi refu na nini, lakini sasa mimi kwa sababu ni mwana Mwembe Makumbi, kwa hivyo jambo langu kubwa, au sisi watu wa Mwembe Makumbi, ilikuwa tuna uchumi wetu ambao ni mkubwa, na ndio asili ya Mwembe Makumbi. Basi ilikuwa ni kuchunga punda. Ndio. Kwa hivyo mimi nikaingia kwenye kuchunga punda, mimi na wenzangu 2 3, tukaanzisha kubeba mizigo kwa punda, ambayo ilikuwa ni kazi moja nzuri sana katika maisha, na ndio mimi naweza kusema moja ya foundation yangu ya mwanzo ya maisha. Basi nilianzia kwenye kuchunga punda. Nilitaka kushangaa sana ungeniambia kwamba umezaliwa Mwembe Makumbi huko, alafu hujapitia hiyo situation ya kufuga punda. Nimepitia, na sisi ndo anzilishi. Na kiukweli ni kazi moja nzuri, na kama utaitumia vile ambavyo ilivyokuwa, yani inavyotakiwa, basi ilikuwa ni kazi moja nzuri.
Mimi wakati huo sisi tunachunga punda, basi kama mimi nina punda wawili na wewe una gari labda aina ya Costa unapakia abiria, mimi nilikuwa naweza nikapata kipato kikubwa kuliko wewe mwenye Costa, kwa sababu punda alikuwa analipa na alikuwa wakati ule ilikuwa sio kama leo. Leo wachunga punda ndo wahuni, ndo wanafanya mambo ya kiajabu ajabu, mabangi nini. Sisi hatukuwa hivyo. Sisi tulikuwa serious na maisha, tunakusanya, lakini Mwenyezi Mungu anajalia na tukaenda na moja ya mafanikio yetu, platform yetu basi ilianzia huko. Na kiukweli mimi ndio maana unaona pamoja na yote nimetoka huko na safari yangu yote nilokuwa nayo. Lazima nikifanya shughuli yangu yoyote ambayo inanihusu mafanikio, punda atakuwepo. Ndio tumeona maeneo mbalimbali ikiwa wakati ule wa kampeni wa kurejesha kuchukua fomu na sehemu nyingine mbalimbali. Yani na ile inaonesha kwa sijadharau niliko toka. Yani pamoja na kwa unaniona mheshimiwa mbunge nini, lakini najua nimetokea wapi. Kwa sababu binadamu ukitaka maisha yawe mazuri, ujue ulikuwa wapi, uko wapi na unataka kwenda wapi. Hiyo ndo siri ya maisha yangu. Hiyo ndo historia yangu kwa ufupi. Mheshimiwa, baada ya kutoka katika kuuza njugu, kuuza chipsi, lakini pia ukajiingiza katika kazi ama ujasiriamali, tunaweza kusema ujasiriamali, lakini ni kazi ya ufugaji ama ya uendeshaji punda. Ni nini hasa changamoto ambazo umekutana nazo? Kwanza sisi mjini tofauti na shamba. Sisi mjini punda tunafuga au tunachunga punda, lakini hatuchungi kama shamba. Kwa punda tunamfunga. Punda sisi mjini ikitimia jioni, yani baada ya magharibi, sisi punda tunamwachia, anaenda kujitafutia chakula chake mwenyewe. Lakini anaenda kutafuta chakula chake, ikisha asubuhi mapema 12 anarudi mwenyewe. Kwa hivyo ukiamka saa 1 saa 2 unamtandika, unamuvisha gari, unaendelea na kazi zako. Kwa sababu punda ilikuwa ni kama vile njiwa, anajua kwao wapi. Lakini ilikuwa inatokeza saa nyingine changamoto, anaweza punda wako ukaa hujamuona siku 3. Sasa kazi ambayo inafuata kama hujamuona siku 3, inabidi sasa wewe uanze kumtafuta yale maeneo ambayo unajua yanachungwa punda. Sasa punda ana kawaida moja, wanaweza kawa wako wanaranda kwenye kutafuta maisha yao, wanakula kula, lakini akifika pahali wakikuta punda labda kuna punda mke, tunaita shurufu, basi haondoki. Anakaa kule anafanya mapenzi na yule punda, na yeye anaweza akakuweka siku 2 siku 3 bila kuwa na tatizo. Kwa hivyo wewe una kazi. Sisi ilikuwa Makumbi punda akiwa umuoni, ndani ya siku 2 siku 3 unaanza kumtafuta. Kisauni hayupo, unaenda mpaka labda Mkuja Ukuu, hayupo, unakuja Tunguu, hayupo, basi unaenda Mwera, kwa sababu hizo ndio sehemu ambazo nazikuwa zina chunga punda. Ukitoka Mwera labda Masingini, huwezi kumkosa punda. Maeneo hayo lazima utamkuta tu. Au tunapigiana simu. Maana wewe vipi hamjamwona punda wangu huko yuko hivi na hivi, unapiga labda Kisauni au Mwera kama huwezi kuzunguka kumtafuta. Sababu lazima umtafute. Siku zile ilikuwa tuna baskeli tu, rali na shanshengi. Sehewa hizo. Hizo. Sehewa bado. Bado sehewa. Ilikuwa baskeli ni rali, shanshengi na Phonex. Basi, lakini hakuna hizi sehewa sio nini, hamna. Kwa hivyo ilikuwa unaenda nayo, unapiga pedal mwenyewe. Mpaka unahakisha unamuona. Ukimuona mashallah, ukimshunga anarudi mpaka nyumbani. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa moja ya changamoto nilokutana nayo kwenye kazi zile za punda. Bila ya mafanikio, bila changamoto, vyote hivi haviwezekani. Lazima changamoto mwenzake mafanikio. Licha ya kuona kwamba unachukua muda kama labda hivyo punda akimkuta shurufu mwenzake, tena hapo inakuwa nini? Lakini ni mafanikio gani labda uliwahi umejenga kwa sababu ya hii ufugaji wa punda ama kuendesha punda? Labda ni mafanikio gani makubwa hasa ambayo umepata katika ufugaji na uendeshaji wa punda? La mwanzo niliweza kwanza nikanunua kiwanja cha kwangu.
Lakini la pili, baada ya kuwa ile punda imechanganya sasa ile kazi, baada ya kuwa imechanganya, basi nikaweza kujenga nyumba yangu ya kwanza ambayo nilijenga katika maeneo ya Kijiji. Kwa hivyo kule nikajenga, lakini source kubwa ya ule mtaji basi ulitokana na punda. Kwa hivyo nani, punda siwezi kumsahau, na watu wengi ambao walijaliwa kuwa na kazi ile ya punda, wengi waliendelea. Ndiyo. na Mwenyezi Mungu alijalia wengi, kama nilivyokuambia kipindi kile tulivyokuwa tunafanya sisi hiyo mambo ya punda, yalikuwa na faida zaidi, yalikuwa na faida, na tulikuwa hatuna yale mambo ya kileo wanaofanya hawa vijana wetu wa sasa hivi. Tulikuwa tuko vizuri na tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Jambo lilikuwa lina mafanikio makubwa sana, na maisha yalikuwa yanaenda vizuri sana, na tunahudumia mpaka family. Sio wewe peke yako ambaye una yule punda. Hapana, ilikuwa ni kipato kizuri kabisa. Na mtaani kwetu sisi ilikuwa kama huna punda, unaonekana we sio kijana. Na mheshimiwa, tumeona kwamba faida ya punda, changamoto zake, hasara zake, lakini pia mafanikio ambayo kupitia punda kwa mtu ambaye anamwendesha yule punda. Lakini tunaona dunia ya sasa ambayo imeingiliwa na vijana tofauti. Tunaona, mimi ni jirani yako, ukitoka Mwembe Makumbi unakuja maeneo ya Sateni, Santana, mimi niko Santana. Kwa hiyo tunaona wale vijana yani, unaona haswa yale mazingira ambayo zamani watu walivyokuwa kifuga punda au kichunga punda, tofauti na sasa. Vijana wa sasa hivi punda wanawalisha bangi. Vijana sasa hivi wenye wao wanavuta bangi, alafu ndo wanaendesha. Unakuta unapitiwa hapo na kijana, huwezi kuamini mheshimiwa. Ushauri wako kwa vijana? Ya, ushauri wangu kwa vijana, kwanza wajue ile ni kazi kama kazi nyingine. Na yote hayo kuwa wanalewa, wanavuta bangi, they are not serious. Na they are not serious kwa sababu kwanza wao wenyewe wapo kama hawajaisamini. Lakini sisi wakati tunafanya ile biashara tuliisamini na tukaiheshimu, na tukajua maisha yetu yanatokana na kazi ile. Lakini hawa watoto sasa hivi wao wanachokifanya ni kama ni kupoteza muda wanaita. Lakini sisi hatukuwa tunapoteza muda, tulikuwa tunafanya kwa malengo na ni maisha. Sisi wako ambao wameoa kwa ajili ya punda, wakaoa, wakapata watoto, wakajenga, wamefanya maendeleo mengine makubwa kiasi ambacho unaweza ukamwambia yule mtu umetokea wapi, lakini ni punda tu. Naam. Mtazamaji, bila shaka kwa ufupi umeweza kujua maisha ya Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza kutokea maeneo ya Chumbuni kule, ama unaweza ukasema maeneo ya Mwembe Makumbi. Sasa tuanze safari ya kisiasa mheshimiwa. Ilianzaje? Kwanza kwenye siasa mimi wakati yote hayo yanaendelea, lakini pia ilikuwa tuko kwenye ile umoja wa vijana. Na kabla ya umoja wa vijana tulikuwa tunaanza chipukizi. Unaanza kwenye mambo chipukizi, ukitoka chipukizi ndo baadaye unakwenda kwenye umoja wa vijana. Lakini katika umoja wa vijana ilikuwa ni kama inavyosema kwenye Chama cha Mapinduzi, ni tanuri la kuoka vijana kuhusu uongozi ambao unapatikana ndani ya Chama cha Mapinduzi. Basi lazima kwanza uweze kusoma darasa la itikadi ambalo ukajua chama chako kinakusemea nini, alafu baadaye ndio ndipo unapoanza kuingia ngazi kwa ngazi kwenye huu uongozi. Lakini jambo la mwanzo mimi nilipoingia, niliingia kama umoja wa vijana. Umoja wa vijana yani wahamasishaji, watu wakasherehesha katika mkutano wa chama. Mwisho nilifika mpaka nikawa kamanda wa vijana wa jimbo langu la Chumbuni. Katika makamanda ambao tumemaliza, baadaye ikaondoshwa ile sera ya kamanda, basi mimi nilikuwa kamanda wa vijana wa jimbo langu la Chumbuni. Kwa hivyo mpaka nafikia cheo cha kamanda, manake nimeshakijua chama na nimeshajua kinataka nini na mimi kwa nini nakuwa kamanda, na kamanda anaisaidia nini chama chake cha Mapinduzi.
Kwa hivyo nashukuru sana, moja ya vijana umeendelea vizuri, na hata safari yangu ya mpaka nafika huko source imeanzia kule. Ndio mheshimiwa, bila shaka katika safari yako ya siasa umekutana na mambo mengi kabisa. Ukianza katika hiyo vijana, umoja wa vijana, mpaka kufikia ambapo umeanza kujitolea mwenyewe kwa nia safi kabisa kutaka kuania uongozi. Bila shaka uongozi kupitia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuna ilani, kuna sera na kuna mambo mbalimbali. Labda unazingatia sera gani hasa katika jimbo lako la Chumbuni kuhakikisha wananchi wako wanaondokana na changamoto ambazo zipo? Kwanza mimi kwenye Chama cha Mapinduzi kuna kila baada ya miaka mitano inakuwa kuna ilani. Ilani ni kama direction ambayo inasema tunataka kuanzia sasa hivi mpaka miaka mitano hii tunataka tuwe na mpango 1, 2, 3. Mipango ambayo inakuwa inatayarishwa kabla ya kuanza uongozi wa awamu ile. Kwa hiyo ndio maana sisi katika Chama chetu cha Mapinduzi unakuta kila miaka mitano lazima tufanye uchaguzi. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi manake tunakuwa jambo la mwanzo tunaenda kuelezea ilani ambayo miaka mitano iliyopita tulichoahidi na tulivyotekeleza, na miaka mitano inayokuja tunaahidi nini tutakachokifanya. Kwa hivyo tumeweka miaka mitano, maana yake kila baada ya miaka mitano tunafanya assessment, tunajiassign wenyewe, tunajiassess wenyewe ndani ya chama. Ndio maana ndani ya chama kila kiongozi mwenye nyazifa ambayo anaongozea sekta fulani au jimbo au wilaya au tawi, kila baada ya miezi mitatu tuna kawaida ya kuandika ile utekelezaji wa ilani ya chama ya kipindi hicho ambacho wewe unakuwa kiongozi. Kwa hiyo huwezi kusema jambo ambalo liko nje ya ilani ukawa wewe sasa ndio unalishikilia ukaenda kinyume na ilani. Chama chetu ni chama ambacho kina misingi yake, kina sheria zake na kina taratibu zake. Na moja ya taratibu zake ni kuwa kinakwenda kwa ilani. Hakiendi tu kama chama cha karata au chama cha bao unachagua mtaji, unacheza mtaji unaotaka ukiwa 2 wa 6. Sisi ninakwambia hapa hivi, hapa hivi, hapa hivi. Ndio maana ya chama chetu cha Mapinduzi. Mheshimiwa, ukiwa kama kiongozi ukitazama nyuma ambako umetoka katika nafasi yako ya uongozi kisiasa, ni tukio gani halisi lilikugusa zaidi kutoka kwa wananchi wa Chumbuni ukaamua ulibadilishe kama kiongozi wa jimbo la Chumbuni? Kwanza, jambo la mwanzo ambalo najivunia, nimeingia kugombea kugombea nafasi ya ubunge. Kwanza mimi nimeshagombea hii mara ya 7. Mara 4, mara 3 zote nikigombea sishindi na kuwa wa pili. Kifupi mkeka ulikuwa haujatandikika kwako. Na pia hata Mwenyezi Mungu alikuwa hajaandika. Ndio. Mara ya pili nikaingia hivyo hivyo na kuwa wa pili. Mara ya 3 na kuwa wa pili. Uzuri wake inanipa moyo. Na kuwa siwi wa tiro. Ndio. Na kuwa sekani wa fasi. Sasa nikiwa sekani wa fasi nahisi kwa vyovyote itawezekana. Mwaka 2015 nakumbuka moja ya tukio ambalo ilikuwa tunaenda kwenye uchaguzi, ilikuwa ni uchaguzi wa kupigwa na wananchi wote. Yani wanachama wote. Ukiwa na kadi tu unaenda kupiga kura ya maoni. Pale nikasema moja ya tukio ambalo siwezi kulisahau, wakati tupo katika mikutano ya kampeni, kuna mkutano wangu mmoja uliwahi kuvunjika. Na ulivunjika wakati wameshahojiwa mtu wa kwanza, wa pili, wa 3, mimi nilikuwa wa 4, na mara zote hizo tukienda kwenye kujielezea mimi nakuwa wa mwisho kutokana na jina langu. Alfabeti yangu U nakuta ndo nakuwa wa mwisho, lakini ilikuwa inanisaidia kwa sababu nakuwa nimeshamsikiliza wa kwanza, wa pili, wa 3. Kwa hivyo na mimi najua hawa wamepita hivi na mimi napita hivi. Kiupande wako. Lakini sasa bahati nzuri au mbaya, mwaka 2015 katika kuzunguka mkutano wa kwanza, wa pili, wa 3, kuna watu wakaleta hoja ambayo kwa sababu ukishajieleza unatakiwa uulizwe maswali. Katika kuulizwa maswali, mimi katika kujieleza basi nikaulizwa swali moja, nikahusishwa kama labda na waharibu vijana wanaingia kwenye madawa ya kulevya, mimi nawasimamia, mimi
nawapa usafiri, wanafanya supply. Ndiyo. Yani kwa ufupi kama hivyo. Basi wananchi sasa wale ambao walikuwa wanaongoza, yani high table wanaongoza kile kikao, wakakataa swali hilo, mie nisilijibu. Ndiyo. Na mimi nilikuwa nataka kujibu. Wananchi wakasema haiwezekani, na kama hamtaki ajibu, basi na sisi hatutaki mkutano huu uendelee. Kiukweli katika mkutano ambao ulikuwa na vurugu na ukawa una fujo, basi ni huo, lakini haikuwa fujo ya kupigana watu. Ilikuwa ni fujo ya watu ya kutaka kwa nini mimi nimesingiziwa vile, na ninataka kusema na ushahidi sijapewa nafasi, na watu wakasema kama yeye hamtaki ajibu, sisi kama wananchi tunataka mtupe ushahidi. Kiufupi wananchi walionyesha mshikamano baina yao na kiongozi na mimi. Wewe ulilishukuliaje hili jambo? Mimi nilichukulia wananchi kwanza wananijua. Lakini la pili nikajua wananchi kumbe wana imani na mimi. Kwa sababu angekuwa hawana imani na mimi, ilikuwa ni rahisi wao kulikubali, wakashangilia au wakazomea, na mkutano ungeendelea kwa sababu wangetulia. Lakini hawakutaka kutulia kwa sababu wakaona hichi kitu sio kweli na ni sio kweli kweli. Kwa hivyo wakataka ufafanuzi au ushahidi utolewe mbele yao, wathibitishiwe hayo ambayo yanakuja. Lakini ni moja ya safari ya kisiasa, zinatokea changamoto kama hizo za kupangwa, watu labda kutaka kukuharibia, lakini haikuwa nini. Sasa basi changamoto ile ikawa ni fursa kwangu. Wananchi hata waliokuwa hawanipendi wakatokeza kunipenda zaidi. Tulipofika baada ya mkutano ule tukafanya mwingine, watu wanakuja wengi, nikawa hata swali siulizwi. Kakiulizwa nikisha kujieleza, watu wakiulizwa maswali wanasema maarufu. Wakiulizwa mtu mwingine, maana maswali tukaulizwa matatu. Wanaulizwa la pili maswali, wanasema maarufu. Wanaulizwa tena la tatu, yani sijibu kwa sababu vitu vingi ambavyo nilipokuwa navielezea, nilikuwa navielezea vitu ambavyo vipo na watu ambao nawaelezea wananijua. Wengi nimekuwa nao, ni mtoto wa mtaani. Kwa hivyo nilichokuwa kama ningekuwa nasema usivyo, maki walikuwa na uwezo wa kunena. Na lucky enough 2015 kama ukiangalia tulikuwa wagombea 4, voti zilikuwa ni 1400. Sawa, na ambaye alikuwa anatetea kiti chake alikuwa waziri katika serikali ya muungano. Lakini mimi nilishinda kwa kishindo na nilipata kura 1900 na sikumbuka 1950. Waziri na ambaye alikuwa ndo anatetea alipata 1200. Different ya kura 750 nilimshinda. Na sasa sio kumshinda tu kura 1950 au different ya 750, lakini kabla ya kwenda kusali magharibi mimi biashara ilikuwa imeisha, na kwenda kusali magharibi tayari najua nishashinda, bado tu taratibu za chama za kutangaza. Ndio mheshimiwa, asante kwa kunipa mawili matatu ambayo sijai kusikia kuhusu. Nilikuwa nikiona tu. Bila shaka tumeona kipindi cha kampeni, kipindi cha kufanya matukio mbalimbali. Tumeona baadhi ya viongozi nao wanajitahidi kufuata watu, lakini wewe nilikuwa imezidi. Kiupande wangu kila mtu anasema kile ambacho ana uhakika nacho. Kiupande wangu nimeona mwamko mkubwa kwa wananchi wako, hasa vijana. Ni vile jinsi ambavyo walikuwa wakishajihishwa, ni jinsi ambavyo walikuwa wakiona umuhimu wa Pondeza kama jina lako Amjadi mwenyewe anavyoita. Walikuwa wakiona umuhimu wa Amjadi, wakiona umuhimu wa Pondeza, kwamba Amjadi tukimfuata tukiwa tuna shida anafanya hivi na hivi na hivi, hata kama kwa wakati ule hana, lakini anatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kupitia nafasi yako hii ya uongozi tumeona miaka 10 sasa, ndio bila shaka. Ni nini hasa unashauri vijana na wanawake katika sekta ya ajira? Jambo la mwanzo, sasa hivi dunia imebadilika. Tabia nchi imebadilika. Wakati sisi tupo au wakati sisi wadogo vijana na ulimwengu wa sasa hivi, vitu viwili tofauti. Ndio. Jambo la mwanzo ni kuhakikisha, la mwanzo kabisa kwanza, wewe ambaye
unasema labda mimi kijana au mimi mwanamke sina ajira. Jambo la mwanzo ni wewe mwenyewe kujiamini na kuchagua jambo ambalo unafanya, ambalo unajiaminisha, hili ndio msingi wangu. Basi uheshimu na usamini na uitendee haki ile nafasi ambayo umesema hii mimi ndio itakuwa chanzo changu cha maisha au chanzo changu cha kipato. Basi hiyo ni kuheshimu tu, na heshima na nidhamu ya shughuli yote ambayo unaifanya, basi ndio siri ya mafanikio yote ambayo unaona mafanikio yanatokana ni hivyo. Na jambo kubwa jingine ambalo labda umeniambia la kuwa kwa nini mikutano yangu inakuwa ina watu wengi, hata nikienda nikichukua fomu nikirudisha, yani mimi nikiwa na mkutano wowote, nataka nikwambie fuatilia. Uzuri wake record zipo, ukitaka utaona watu wanakuwa wengi na sababu mbili au tatu. Ya kwanza, mimi wa mtaani, ndio sio nagombea Chumbuni kwa sababu ya nafasi ya ubunge. Mimi mwenyewe ni mwana Chumbuni. La pili, najua wana Chumbuni wanataka nini. Lakini la tatu, shida ambazo zipo Chumbuni manake na mimi zilikuwa zinanigusa. Nia na mazumuni ya mpaka kufika kugombea ubunge, nilikuwa naona kuna kero ambazo zilikuwepo zinachukua muda mrefu bila kupata ufumbuzi, wakati uwezo wa kuzitatua upo. Nikasema ili, kwa sababu kabla ya kuwa mimi kiongozi walikuweko viongozi wengine, tunakaa tunalalamika tu mitaani, hatuna hivi hatuna hivi. Tukimfuata labda mbunge mwakilishi na kwambia nitafanya, hafanyi. Lakini baadaye muda unapita, alafu tunamrudisha. Tukafika pale tukajikusanya baadhi ya kikundi cha vijana ambao tuna mwamko wa tunataka nini na tutoke katika mtaa ule, lakini tuende kwenye mtaa mwingine. Tukasema bila ya sisi sasa kuna wanasema nini, tahadhari alafu uchukue hatua. Kwa hiyo tukasema bila kuchukua hatua sisi, basi haya mambo na malalamiko yetu yote hayawezi kuwa. Mwaka 2000 tukajipanga vijana watupu, tukaondoa uongozi wote ambao ulikuwepo, akiwemo na Mheshimiwa Zuberi, huyu spika wa Baraza la Mapinduzi, naye pia tulikuwa pamoja, tulianza pamoja naye aka bahati nzuri sasa hiyo 2000 mimi nilikuwa leaders, naongoza hivi tuwe hivi. Lakini mimi tulipofika pahali siku ya uchaguzi, tukaona nguvu ya wa zamani atatupita, na sisi tuko zaidi ya watu watatu, lakini mtu ambaye alikuwa wa kwanza na wa pili, mimi nilikuwa wa pili. Ndio. Lakini bila kuchanganya, yule angetupita. Mimi nikajitoa siku ile ambayo ya kura za maoni, which is watu wote hawakuweza kuamini, lakini mimi nikasema mimi niko radhi nisiwe mimi, lakini na yule asiwe. Na which is kweli ikafanikiwa. Mimi sikuwa mbunge mwaka 2000, lakini akawa mbunge mwingine, sio yule ambaye tulikuwa tunasema hatumtaki. Kwa hivyo tukawa tumefanikiwa na tukaanza na uongozi mpya. Watu wakawa sasa kila anokuja ni mpya na ana maelekezo mengine, na akawa sisi vijana tukawa sasa tumeanza kusikilizwa na tukawa tunaanza kuimplement mambo ambayo tunayataka katika jimbo letu. Mheshimiwa, katika uongozi wako hasa huu ambao tupo nao kipindi hiki cha 25, 26 mpaka kuelekea 2030, bila shaka kuna miradi mbalimbali ambayo imewekwa katika mipango na chini ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Labda kwa upande wa jimbo lako kuna miradi mingapi ambayo imewekwa na miradi mingapi imetekelezeka na ipi ambayo haijatekelezeka? Kwanza nataka nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, jinsi ambavyo anaitendea haki sio jimbo langu tu la Chumbuni, nchi nzima ya Zanzibar. Uongozi wake yani naweza kusema hauna mfano, na mashallah mambo mengi yamefanikiwa. Lakini tuache kwenye nchi, mimi ukiniuliza kama kiongozi wa jimbo la Chumbuni, nimeshakaa muda wa miaka 10 na hii sasa hivi kipindi changu cha 3. Moja ya mambo ambayo nataka nikwambie jimbo letu la Chumbuni
tumefanikiwa au tumepata ndani ya awamu ya 8. Mambo ni mengi kiasi ambacho yani sisi tunasema rais anatudai kila tunavyofanya, na ndio maana mikutano yoyote ambayo wanafanya Dr. Hussein, sisi miongoni mwa watu ambao tunaenda kwa wingi kutoka jimbo letu na kumsupport na kuona kile ambacho anakideliver. Mimi ndani ya jimbo langu wakati naingia skule sekondari ilikuwepo, lakini nduchu haitutoshi. Skuli ya msingi ilikuwepo, lakini haitutoshi. Kama utasikia, mimi nimekwambia wakati naanza mimi kusoma la kwanza mpaka la 4 nilisoma Mwalimu Makumbi, lakini nilikuwa nasoma mpaka la 4 tu. Ukimaliza la 4, la 5 na la 6 hamna. Kwa hivyo tunahama pale, tunapelekwa Beja Ng'ombe au Rahaleo au utapelekwa Kajificheni au tumekuja, which is jambo ambalo lilikuwa wakati ule ni mbali kutoka Mwembe Makumbi, unaenda kusoma Jang'ombe au Rahaleo au unaenda kusoma tumekuja. Maana siku za msingi ilikuweko Forodhani, tumekuja Darajani. Sasa ni vitu ambavyo vilikuwa mbali. Leo hii as we talk now, jimbo langu lina shule za kutosha. Hakuna mtoto wa Chumbuni ambaye anasoma nje ya jimbo la Chumbuni unless anasomea fani fulani ambayo ndani ya jimbo letu haipo ile fani. Lakini ndani ya jimbo letu elimu ya msingi, elimu ya sekondari na elimu ya high level zinapatikana ndani ya jimbo langu. Na skuli ya Mwembe Makumbi ya primary mpaka darasa la 6, lakini tunayo skuli nyingine ya Chumbuni ndani ya jimbo letu. Tunayo skuli ya sekondari ndani ya jimbo letu, lakini tunayo skuli nyingine ya 5 na 6 ya Dr. Salmin Nemur iko ndani ya jimbo letu. Ya msingi tunayo ya gorofa mpya, sio labda tuna skuli tu zile za zamani, tunayo ya gorofa. Ya sekondari Dr. Salmin nayo ni ya gorofa na ni kubwa, na wanafunzi wanasoma pale. Sasa na wanafunzi ya nje ya jimbo letu la Chumbuni nao pia wanafaidika na zile skuli ambazo zipo. Hiyo sekta ya elimu. Sekta ya afya, sisi wakati mimi naingia tulikuwa tuna dispensary. Bas nikasema moja ya ahadi yangu niliwaambia wananchi wa jimbo la Chumbuni, mkinichagua nitahakikisha huduma ya afya zaidi ya mama na mtoto zinapatikana ndani ya jimbo langu la Chumbuni. Baada ya kuingia, baada ya miaka 2.5 nikapata uwezo wa kuhakikisha na kusimamia ndani ya jimbo la Chumbuni. Nikahakikisha inapatikana hospitali ambayo mama na mtoto wanapata huduma ndani ya jimbo la Chumbuni. Na nilipopata jambo la mwanzo nikahakikisha, nikauliza Wizara ya Afya, wakatuambia moja ya requirement ambazo zinatakiwa basi iweko ambulance ambayo inawezekana mtu akataka kujifungua au vipi, lakini ikawa ana matatizo anatakiwa kupelekwa labda hospitali kubwa sasa ya Mnazi Mmoja ya rufaa, sio tena watu wanahangaika. Kwa hivyo mimi nikabahatika na nikaweza kumiliki ambulance ambayo tunayo mpaka leo. Ambulance yetu ya jimbo la Chumbuni, na ndio ambulance bora kwa hapa Unguja. Mheshimiwa, na sisi tutaletewa tu, tutakuja kukutambieni inshallah jimbo la Chauri Moyo. Mheshimiwa, hapa kameramani wangu ananinyoshia mkono kwa maana zimebakia dakika 5 tu. Labda Mheshimiwa, mwisho kabisa, ukisimama mbele ya wananchi leo hii, jambo gani moja unawaahidi kwa uwazi kabisa? Mengi ambayo ya kuambia, ya kuahidi mengi nishamaliza, ila nina kiporo ambacho cha kuambia ambacho bado, ambacho hata mimi leo ukiniuliza bwana umetaka tena, tumekupa tena, unatuambia nini au utatufanyia nini? Jambo ambalo nimelibakisha ni barabara za ndani. Hilo ndio tatizo kubwa ambalo lipo ndani ya jimbo letu la Chumbuni kwa sasa hivi. Na
tumeshafanya mawasiliano na serikali kuu, hata zile kilomita 270 ambazo Dr. Hussein amesema barabara za ndani, moja tumeshapata kutoka njia ya Chumbuni unaingia mpaka unatokeza Karakana, ilipo Karakana kuwe serikali ile tumeshatengenezewa, lakini ziko nyingine sasa ambazo za ndani. Sasa ukitoka Cortex kuna njia moja panaitwa Kibanda Muhogo, unapita Masumbani, unapita Chumbuni yenyewe sasa, halafu unakuja mpaka unatokezea Daraja Bovu, kuna msikiti pale mkubwa tunaita Msikiti Madole. Ile ni moja ambayo tumewaomba, lakini pia vile vile katika hospitali yetu ya wilaya ambayo iko ndani ya jimbo letu la Chumbuni, watu wote wa mjini wakiumwa wanatakiwa waje watibiwe kwetu Chumbuni, kutokana na hospitali kubwa nzuri, iko maeneo mazuri, huduma zake nzuri. Lazima kwanza waje kwetu, alafu ndipo kama kuna rufaa ndio wataenda Lumumba, lakini akitoka popote aje kwetu kwanza kwa wana Chumbuni. Tukitoka hospitali ndogo tutakuja haya hapo kwenu Chumbuni. Sisi ambao sio wa kwenu Chumbuni tutakuja, alafu tutapata rufaa kubwa. Mheshimiwa, umezungumzia masuala ya barabara. Kuna malalamiko mengi kwa wananchi ambao wanalipwa tofauti na ilivyokubalika, ama fidia ni ndogo. Kwa uchache tu, dakika 2 tulizobakia nazo, hebu tugusie. Kiukweli hata hayo mimi pia ndani ya jimbo langu yalikuwepo, lakini wananchi kuna vitu viwili ambavyo vinachanganya. Serikali kabla ya kupitisha lazima inakuja kukaa nao wale watu ambao inasema tutapita hapa na hapa na hapa. We na we ni eneo la barabara. Nyumba nyingi, malalamiko mengi ambayo watu wanalalamika ni watu ambao wamejenga ndani ya reserve ya barabara. Sasa halafu wanataka kulipwa ezi kama ni maeneo halali ambayo walikuwa wapo. Hapa tu ndio kitu ambacho kina wananchi wanakuwa na malalamiko. Na yote kwa yote ni kwa watu, wakati zamani watu wanapimiana tu kwa kamba, njoo mpaka hapa, lakini serikali ina ramani yake na serikali ina nafasi yake ambayo inajua barabara hii tumejenga mita 15 hivi, mita 15 hivi. Lakini pita leo Zanzibar nzima hakuna barabara ambayo utasimama katikati ukenda hivi upate mita 15 na huku upate mita 15. Labda hizi mpya ambazo zinajengwa sasa hivi. Kwa hiyo hii ni malalamiko ambayo yanatokana na asili yetu tulivyojenga. Kwa hivyo wa mwanzo wa kulaumiwa ni sisi wenyewe, lakini la pili hatukujua, la tatu hatukuwa na matarajio kama upana huo wa mita 15 utatumika kwa wakati ule na kwa uwezo wa serikali yetu. Kwa hivyo watu wakawa wanahisi wanao uwezo wa kupatumia na bila kuwa na athari ya baadaye, lakini majuto huwa yanakuja baadaye. Majuto ni mjukuu. Na mheshimiwa, bila shaka kipindi tunaelekea ukingoni, ni nini cha mwisho cha kuongezea? Husiana labda shukurani kwa kiongozi ama viongozi mbalimbali, lakini pia shukurani zako za dhati kwa wananchi, lakini pia na mambo mengine. Kwanza nataka nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia mimi nafasi hii mpaka nikaweza kuwa na hii mara yangu hii nyingine ya 3, wananchi wameweza kuniamini. La pili nataka niwashukuru na kuwapongeza sana wananchi wangu wa jimbo langu la Chumbuni kwa kuendelea kuniamini, na mara zote hawaniamini kwa kubahatisha, wananiamini, wananionyesha kweli wananiamini, kwa sababu mara zote wananichagua kwa kura za kishindo, kiasi ambacho na mimi wananitia nguvu nione na kubalika, lakini na mimi nitawalipa nini. Ndio maana najitahidi kufanya kila jambo ambalo nahisi hili litakuwa ni jambo ambalo litaweza na wao kuwaridhisha wananchi wangu kwa kile ambacho wamekifanya. Mwaka 2000, maana naona kipindi chenu kidogo, mimi na mambo mengi. Ndio kabisa. Nimekuhadithia 2015 mpaka 20. Hatujaje 20 mpaka 25. Na wewe ushafika 25 nenda 30. Ndio. Lakini siku nyingine nakupeni nafasi mkiwa na muda mje, maana ndo kwanza umehesabia kipindi changu kimoja. Nimekwambia na vipindi 3 na nina mambo mengi ambayo yapo ndani ya jimbo langu yamepatikana kutokana na uongozi wa Dr. Hussein Hassan Mwinyi. Sasa hivi tunavyozungumza, kesho kutwa Jumapili tunaenda kuweka jiwe la msingi
la uzinduzi wa bandari ambayo iko ndani ya jimbo letu ya Marhubi. Ndio. Sasa hii pia sijakwambia, lakini mbali ya bandari ile tuna ICD, yani bandari kavu ya Mpiga Duri iko ndani ya jimbo letu. Ndio. Na kama yako mengi, lakini muda hautoshi. Sasa siku nyingine mkija tutaanza 2020. Maana haya ndio kwambia ni yale ya 10-15 basi. Bado 20 kuja 25, halafu 25 kwenda 30. Maanake umeniambia wananchi wangu wategemee nini? Yani mpaka 30. Huko utakuwa hujanitendea haki. Utakuwa unavunga vunga. Inshallah tutakuja tena mheshimiwa. Mkipata muda njoni, nitakwambieni from 20 to 25 nini tumefanya, nini kimefanyika. Hakuna mtu ambaye ametusupport na kuliinua na jimbo letu la Chumbuni kama Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Ametufanyia mengi makubwa ambayo sehemu nyingine majimbo yenu nyinyi watangazaji hakuna. Chumbuni anapatikana. Asante bwana kwa kutusema, lakini tumeona ambayo yanafanyika katika jimbo lako. Mtazamaji wa B2B Zanzibar, natumai umefaidika vya kutosha kupitia kipindi hiki cha Nyaraka mwanzo hadi mwisho. Leo hii tulikuwa tuna Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza ambaye ni mbunge wa jimbo la Chumbuni, anakusanya jimbo la Chumbuni, lakini shehia nyingi. Ipo Mwembe Makumbi, Banko, Karakana, yote hayo yanapatikana ndani ya jimbo lake. Kiongozi mmoja ambaye ni mbunge akisaidiwa na mheshimiwa mwakilishi, lakini pia chini ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Mwinyi ambaye ni awamu yake ya 8 kipindi cha pili. Mimi mtangazaji wako nilikuwa Mariam Khairi.